Wase wangu, karibuni hapa kwa Senior. Hapa ndipo tunakuambia ukweli bila kuchuja kitu. Yaani hapa ni ukweli bila filters. Tukiongea hakuna kitu tumeweka chini ya carpet. Na hapa tunakupakulia ukweli kutoka A to Z bila kuogopa, bila kutishwa. Come to think about it, guys. Come to think about it. Now, it is story ya kufanya demonstration hapa in Kenya. Sio kitu mpya. Si kitu mpya kabisa since time ya Moi. But kitu mpya ni kwamba hii story yote inaishianga the same way. Watu kuuawa, watu kuwa silenced, watu kuzikana, kilio na mambo mingi. Lakini saa hizi Wakenya wamebadilika bro. Wakenya, my sister, si wale Wakenya walikuwa unajua. Take for example, msichana anaitwa Truphena Muthoni amekuja na idea mpya kabisa ya demonstration. Mtu kama BS Kaviru amekuja pia na idea mpya kabisa ya demonstration. Eti Truphena aliamua yeye atashikilia mti, communicate idea yake mpaka watu wamsikize. Sikia Kaviru akafanya hivi. Akakuja na idea yake ya kuwalk all the way from Kitui mpaka State House, alipeane barua kwa president mpaka idea ya kumake cancer to be a national disaster isikizwe na president. Unaona hiyo idea? Sasa hawa sio watu eti wenye wameamua kuingia kwa street wakarushe mawe wakakule tiangas. Hapana. By the way, idea demonstration zote zile utaiziona huku, idea inakuanga moja, kwamba information ifikie mtu fulani na take action. Ukiangalia BS Kaviru ni kama alikuwa amempoteza mtu wake wa familia karibu, nilikuwa nimeona, na akaamua hiyo kitu, akaona imemuhit na ni lazima hiyo idea ifikie wale watu wanaohusika. Angalia Truphena, alikuwa ameona kwamba hana idea yake ya kufightia environment, lakini watu wamsikize, akaamua ni kushikilia mtu kupaka. Kuna yule jamaa alikuja kumkopi akaanguka. Truphena alimanage na aka break record yake. Sasa watu wengi walianza kushikilia miti, watu wakaanza kushikilia mti huku, watu wanashikilia Nairobi, kila mtu akakuwa sasa ni idea ya kushikilia mti, kila mtu anashikilia mti. Now, hii idea ya BS nayo ilikuwa ni kufikishia president number one information kwamba cancer to make it itangazwe kuwe ni national disaster. Na imagine aka walk all the way from Kitui mpaka akafika. Na barua ilifika. Mwenye alitaka hiyo information imfikie, alifikishiwa, na alikuwa na watu wakubwa, alikuwa na MPs, alikuwa na celebrities, alikuwa na watu wa maana by the way. Hata wengine wana aspire viti kubwa. Now, stop about now listen this one. Kuna msee mwingine anaitwa Eric Omondi. Eric Omondi amelaunch kampeni yake ya sisi kwa sisi. Inatoka all the way from Nairobi mpaka Mombasa. Idea yake ni gani? Kwamba hii sisi kwa sisi imekuwa ikisaidia watu, na Wakenya wanachangisha pesa, na kila siku wanapata calls kwamba watu wanataka msaada. Anataka sasa ajenge mahali ikuwe watu wakitaka msaada kuna mahali mtu anaweza kimbilia. Na alikuwa na celebrities, alikuwa na media personalities wakubwa, kina Jeff Koinange, kina Patrick Nguza, niliona habari alikuwa pale, nikaona OG pia mwenyewe alikuwa pale, ukaona mpaka kina Dad Owen, watu walikuwa pale, na ka launch campaign na ikaanzishwa vizuri, wakatembea. They are on their walk to Mombasa. Kama Eric Omondi nilimuona juzi akielezea venye sisi kwa sisi watu wamekuwa akimtumia vitu, yani anasikia emotionally ana capacity ya kuwasaidia. Watoto wanakaa kwa street hawana chakula, lakini yeye anaenda anachangisha pesa, na watu pia wanamcriticize kwamba eti anakula hizo pesa. Eric akaamua aje, situjenge kitu kama sisi wa Kenya, we come through for ourselves. Niliona akienda kusaidia mama mwingine alikuwa na mtoto, yani yule mama hata akona ulemavu, wakaenda wakamsaidia, wakamchangishia pesa, mpaka wakamnunulia wheelchair. Hey, Eric na yeye anafanya kazi ya Mungu, mimi nawaambia kweli. The guy did it. Ukiona mama venye alikuwa anatembea na mikono na miguu bro, utaona yenyewe Eric alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Nao Wakenya wameona, Eric ameona hii idea, amesema after consulting a lot of people, akaona hii idea ni kubwa kuliko yeye. Sasa akasema wajenge sisi kwa sisi, place yenye wamama wakibomolewa manyumba, watu wakipatwa na magonjwa, kama ni flooding imefika mahali, kuna mahali unaweza kimbilia ukaenda ukalilia watu wakakusikia. Kuna mahali unaweza enda kama rescue center, kwa sababu
imekuwa too much kwa serikali kwamba unawalilia and they don't show up. Yesterday Eric alitembea akafika huko Makutano na alikuwa amechoka sana. Niliona akifanywa first aid, alikuwa ametembea na hakuwa peke yake. Now today ana proceed na amefanywa first aid, anaendelea. So idea ya kushika miti si kitu, imekuwa sasa ni kitu mgeni, lakini ni idea yenye na peana information kwa watu fulani, na watu wanaonekana wanaichukulia positive, in a positive way. Watu wana respond kusaidia wa Kenya kuingia, tunasaidiana sisi kwa sisi. Ukiwa na kuna mali unaweza kimbilia ukalilia. Live along those days yenye watu walikuwa wanaingia kwa street wanapigwa tear gas bro, watu walikuwa wanapigwa, watu walikuwa wanafanywa abduction, watu walikuwa wanapotea, polisi walikuwa wanaua watu. I don't know what to say about I don't know what to talk about those things. Ulikuwa unaona venye maji ya pink ilikuwa inajaa kwa barabara, venye watu walikuwa wanauawa, watu wazazi walikuwa wanalilia watoto wao, abduction mpaka yani wewe ukinunua gari yako Subaru unaogopa kutembea nayo, venye barabara za Nairobi zilikuwa zimemakiwa, watu walikuwa wanauawa, watu walikuwa wanapigwa hizo maji za kuwasha. It was so painful, very very painful. Nikiangalia venye watu walikuwa wanasumbuka kwa barabara, venye watu walikufa kina Rex Masai, venye watu walikuwa wanalia, venye watu walipoteza watoto wao. It was so painful. Kina Shieni walituacha, watu tuliwapenda. Kina Chege David wakatuacha, rest in peace, wewe ni legend. Kina Kimutai waliondokea bro, watu wa maana man. List ilikuwa mrefu. Watu kama kina Robert Ojwang wakaondokea. Kiratu bro, Evans akaondokea bro. Benson Chalo mazi, mtoto wa watu. Kogi, kijana mdogo sana yule. Sitati, watoto wadogo kabisa wale. Mungu alaze roho zenu mahali pema peponi.